Hello guys, welcome back to See You Ryan TV. Of course, kumekuwa na so many things kwa field ya politics around the political space in Kenya, and today we are here to discuss about politics, and tuko hapa na Ola Maxwell Ola. So Ola, tumekuwa na so many things. Yeah. Edwin Sifuna amekuwa ground, Ruto ako ground, and also Rigiji ako ground, and hii weekend Edwin Sifuna plus timu ya Mwananchi wameenda Homa Bay na wameona dust. Yeah. Tumeona sisi wa Kenya wameona dust. Yeah. So wewe kama Mwananchi, vitu zenye zimehappen Homa Bay, of course kumekuwa na guns, kumekuwa na so many stories. Yeah. Ni vitu unafurahia wewe kama Mkenya? No, because si vijana tupewangi job. Sisi kuna venye su tumika. Na ni njia tu yenye na benefit mwanasiasa hiyo tu. Okay, so sisi ndio tutaambiwa tu mobilize watu wakuja ongee. Sisi ndio tutaambiwa kuna watu wana oppose mwanasiasa fulani tuende mahali tu deal nao. Yeah. Hizo ndio kazi yao tuitia. Lakini ati real opportunity ati kuna hii na hii nataka uende ufanye hii na hii ubenefit in this way kuna. So I think kaona tu the best way ni ku maintain status quo, tubaki tu hivyo ndio endelee kututumia kuendeleza selfish agenda zao. Yeah. So again tuliona Gladys Wanga governor of Homa Bay, Yeah. pamoja na MP Antonga Kaluma. Yeah. Walikuwa wana mobilize young youths, wanawalipa do. Yeah. And yet our young youths inafaa wa create employment. Yeah. So do you think the government imefail ku create employment, ama the government inatumia hii kama opportunity ya kufanya watu kuwa poor ndio wakuwe slaves wao, yeah, hiyo pia ni point. But realistically speaking, government yezi employ kila mtu. That's one. Okay. So kitu iko ni wanaweza create employment hivi. Mtu wote mwenye amefika age of retirement ende home. Yeah. Mtu kaa tuoli, kwani nini hiyo yendi anajua kufanya kotu yenye mtu mwingine zifanya hizo miaka zote amekuwa. Kuna mtu wako 70 years bado wako job. Sisi ma youth tunakama. So hiyo space amekanayo hapo, kuna mmoja wetu labda angepata, unaona? But juu wako hapo wamekuama hawezi pata. Now, gava apart from ku create employment directly, wanaweza ona hivi. Ni population gani ya youths hawana kitu ya kufanya? Kuna graduates wengi, unapata? So hao kitu wanaweza fanya ni wa make environment ikuwe conducive for them to figure out something they can do and then wajiemploy. Na wakijiemploy unaweza pata anaweza need workers hata kani wawili watatu. Pia hii ina eradicate employment, unaona? Yeah, sure. Lakini they know if they do that and we are empowered, unaget? Unaweza enda kuchukua 500 kwa gonge mtu na rungu na unaweza ingia busy yako ufanye and then utoke na ka 1500. Ni ngumu. Yeah. So wanatakanga tu ku maintain your status quo hivyo ndio endelee kututumia venyao ndio wanafikiria. Again Gachagua amekuwa akiattack the government. Anasema watu wa Rift Valley, the Kalenjins, wanapewa kazi, wanakuwa wanajeshi, polisi. Yet watu wa Nyanza wanapiganishwa na wanasiasa wa Nyanza wenyewe. And hakuna development Nyanza. Hadi ukiona kwa videos, picha zenye zilikuwa zinatoka Homa Bay County kwa Gladys Wanga. Na remember alikuwa among the leaders wenye walisema the government ya Ruto ina work and so many projects zinaendelea kwa ground, but kwa ground uliona ni dust tupu. Nashindwa kwanza pesa au upewa wao ufanyia. Wanga sai na Ruto wanasikizana. Wanga anaweza lobby, anaweza ongelesha Ruto, si tunasikizana, so nimekie barabara ya hapa, lakini haikai ni kama hiyo ni priority yao. Au priority yao ni Ruto anaweza rudi second term. Na mimi nda benefit aje from Ruto kurudi second term? Ndio maana unaona wanapigania wao tunataka kuwa vice president au deputy president, vitu kaa hizo, una get? Hizo ndio vitu zinawa concern. Lakini ati akae chini aangalie hii nafaa kufanywa hivi. No. But kitu inaniuma na story ya Wanga ni moja. Unajua wanaume wanakuanga na tabia fulani au unaweza excuse. Kuna wengine ni rowdy nini, unaona? But Wanga ni mwanamke, ule ni mother. Una get? Ule ni mtu anajua uchungu ya mtoi, unaget? Unachukuaje mtoi wa mwanamke mwenzako unampea silaha aende? Hiyo ni allegedly. If that's what they did, they should underline allegedly. Yeah. Naona? Yeah.
So ni kitu inaweza kuwa alifanya ama akufanya. Kama akufanya, well and good. Kama alifanya, but kuna videos inaonyeshana wakincite. Yeah, that's why I'm saying siwezi verify hizo videos sahi, lakini zikakuwa verified, then naweza ongea concretely, like naweza sema alifanya, unaona. But sahi hizo videos hazijakuwa verified. Zikikuwa verified naweza sema alifanya, unaona. That's why inasema hypothetically kama akufanya, well and good. Lakini kama alifanya, yeye ni mother, yeye ni mtu anajua uchungu wa mtoi, anachukua mtoi wa mwanamke mwenzake, anapea silaha aende akaumize mtoi wa mwanamke mwingine. That's bad. And again pia kumekuwa na historia about some counties ama some areas kutengwa na the government. Wanasema the previous government ya Uhuru Kibaki ilikuwa ina develop sana side za Central Kenya. Yet hizi places zingine hazikuwa zinakuwa, maendeleo haiko inaenda huko. That's why wanasema kwamba hizo manjia huko ni mbaya. But again, opposition yote, Western ilikuwa opposition, Kakamega, Bungoma, Siaya yote, Homa Bay. How comes ukienda place kama Kakamega kuna manjia, Bungoma kuna manjia, but Homa Bay hakuna manjia? Yetu wote walikuwa kwa opposition. Do you think ni leaders tu wenyewe ndio walifail ama leaders never wamefail? And then pia kuna aspect ya maybe penye watu wakina Sifuna walipita ndio haikuwa imetengenezwa. Labda kuna places zimetengenezwa, but generally leaders wanafaa kuwa wana lobby, unaona. Kitu hawajui ni watu wanakuanga nayo mentality ati kama ulisupport mtu na akakuwa president, sasa wewe uko na right over other people for development. Hakuna kitu kama hiyo. Development ni right ya kila mtu, whether ulisupport huo mtu or not. Because sazila anachukua tax, achukuangi tax ya watu wake pekee, anachukua dizetu. But again remember pia baba alikuwa prime minister. And also amefanya handshake na government zote. So uwezi niambia mse alifanya handshake wa work pamoja, yet hakuna development ama hakuna pesa zenye zilikuwa zinatumwa kwa hizo areas zenye zilikuwa opposition. Those utumwa na zinakulwa. And then pia handshakes za zingine pia mimi sionangi kama pia ni pale kuna vitu wana negotiating, zingine ni personal, zingine ni za kusaidia public, unaona. So the personal aspect siwezi ongelelea juu sina proof ya anything. The public one, labda binadamu na nature yake anakuwa binafsi. Labda unaweza pata njia za kwenda kwa rao zimemekiwa za hizo base zingine, lakini but kama hiyo ndio nature ya kufanya vitu, si Wanga na Ruto sawa nasikizana. Mbona simwambie nitengenezee njia basi kama na mean for. Unajua vitu zenye watu wananchi common na waelewi ni kwamba before anything happen, every financial year lazima ikwe budget lazima iwekwe. So uwezi leta story nyingine katikati ya budget ato mimi nataka nje itengenezwe, yet haikuweka kwa budget. Na mimi nikuulize, kama kila kitu inakuwa budgeted for, hizi do zingine zenye saa zingine zinafanywa vitu labda zijakuwa budgeted for, hizo toka wapi? So I think ni kama saa hii nikwambie serikali imesema kesho itanunua mkate, unaona. Before kesho sitakuwa budgeted for. But kuna time unapata from now to kesho labda ilinunulia watu pizza, unaona. Haikuwa budgeted for, lakini ilitoka. So hiyo do toka wapi? Okay, kuna zile do excess zinakuwa. Of course hata kama tumepiga plan tukasema tuko na hizi do ziko kwa tuseme zinaitwangaje? Zo banks. So inafikanga mahali tumeshapiga plan, but kuna pesa zinazidi kuingia. Basi wacha nikuulize. This is the 4th year Ruto akiwa president. Kuna vitu zilikuwa budgeted for the first financial year ya term yake, ndio zimekuwa realized. But again kuna zile pesa za emergency. Emergency ni kitu miscellaneous sana. Kitu ya barabara inafaa kuwa kitu haiwezi tengenezwa na emergency do, unaget? Hata ukiweka do inakuanga emergency ni labda tuseme nimeitwa job mahali outside ile time na kuanga nafaa kukua job, unaona. Uweke kado fulani useme inda, unaona. So barabara si emergency. Emergency inaweza kuwa kitu kama kuna floods Nairobi and then ibebe watu,
Si ati kuna floods, kuna floods na ibebe watu. Kunaweza kuwa na floods na ikose kubeba watu. But si wanapeanga za doza preparation. Yeah. But ikifanyika floods ilikuja nikabeba watu, wanasaidiwa aje? Vitu kama hizo zinaweza kwa emergency nini response, vitu kama hizo unaona. But si barabara hizo ziko budget. But I think hizi doza emergency. Why do you think ndio again zinatumika kwa haya guns nini? So unajua okay, hizo hata si emergency. Hao watu wanaibado. Corruption ni rampant Kenya. So ya kuhaya guns siwezi kosa. Okay. So tuko na Sifuna. Do you think Sifuna na hii wave yake watenda mahali ye kama team wananchi, kama ye among the leaders wa team ya mwananchi? Because the government saipe haitaki mchezo. Wanawafight kila place wanaenda. Unasikia guns wametumwa, magari zimeharibika, zingine zimechomwa. Do you think wataweza kusustain hii momentum mpaka mwisho? Wakifanya hivyo ndio wanaongeza nguvu. Unajua ukianza kusumbua mtu sasa na shughuliki na wewe utamwacha. Lakini the very moment unamwambia kitu na anakujibu, unapata kitu next ya kufanya. Kama hii kitu isumbui government, unadhani mbona wanatuma guns? Wasumbui, si threat, unaona? So mbona? Ushaona government ikifight Wajakoya? Aje. Wanajua vizuri wao si threat. So unajua Sifuna penye amefikia, ako na influence fulani, ako na watu fulani wana subscribe to ideologies zake. And that's why lazima asumbuliwe. And again hiyo speech ya Kaluma ya ku-incite watu. Tumeona previously watu wenye wamekuwa waki-incite Kenyans wakishikwa na DCI, unakuja unachukuliwa. Even kuongea kwa video tu umekaa kwako, unaongea video clip short, unatuma, utakujiwa kwa nyumba. But mtu kama Kaluma anaongea venye anataka. Hiyo ndio shida tuko nayo. Politicians sana sana from the government side wanatumia security apparatus kusettle political scores. Unaona? Inafaa kukuwa mtu akifanya kitu mbaya from either side a face the same law. Haiwezi kuwa ati juzi kuna mtu amepelekwa koti MP fulani juu ya kusema kitu fulani na kuna watu wamesema wasi kumshinda ama kuna watu wako aligned na gava wanafanya vitu fulani nao wanaenda scot free. For sure. Ni kitu tu, ni tabia mbaya. Acha niseme tu ni tabia mbaya. Ati kuna MP Waluke aliiba na kafungwa jela and then president anatumia power of mercy yake ati kwenda kumtoa. Na kuna watu wamefanya vitu kidogo hata kushinda yake. Citizen TV live. Si wewe ndio unasema alishikwa. Unaona? So hiyo ni mbaya. Hapo nayo na blame polisi. Hao watu wakae tu chini wafanye job yao venye nafaa. Wasikuwe directed na anyone, wako independent. On paper. De facto wako independent. Wanatumia waende ushike nani. Hao watu wengi hata wana support gava. Wana support tu juu kuna files zao zimefungwa mahali. Ukiruka hii pande wanaanza kufungua, ulifanya nini, wanakusumbua njia hiyo. Unajua? So do you think our maguns pia in some guns nae government inahusika? Kitu fani Haiti ilianza tu hivi vijinga mpaka saa hii hawezi control. Unaona? Guns nao muo ni huruma juu ya kitu moja, hawana security, hawana anything. Ani watu tu tunaishi nao humu ndani, unajua? What will happen ile siku tutakuwa tunaamua sawa. Nyinyi leteni guns, si kazi yetu ni kunote ni nani. And then tukutafute. Juu hizo vitu wanafanya na polisi wako hapo wamenyamazia. Wewe niambie ati kuna watu walienda Homa Bay wakablock road mzima. Polisi yako kuja hata kuangalia ati road imefanyiwa nini, mbona wana block kama wafukuzwe. Unaona? Ilikaa tu hivyo until hao watu wakaanza kukuja sasa wanapigana ndio polisi wanakuja. That's not good. Do you think tribal politics itaisha cause kila community inaingia? Itaisha ikianza na sisi. Si wazai wetu hao waseni wa tribal sana. Gachagua hata wakisema ni tribal, yeye ni tribal by speech. Ruto si tribal by speech but by deeds, vitu wanafanya. Si ati nini, wakale pia ni mabro wetu wana deserve, una get? How do you explain OCSS wote Nairobi 26 of them come from a particular tribe, unaona? Kwani Kenya kuna tribes ngapi? Kuna 42. Around 40 something. Kwanza sasa hizi imeongezeka, kuna Somali, kuna ni nini hao ndio wanajua kufanya watu wengine hawezi fanya. So it's time pia time ya kuchagua watu wa kufanya kazi. Na hiyo ndio kitu inatusumbua juu unaona hata cabinet Ruto anachagua watu walimsaidia kucampaign
na mabeshte zake na quote and quote, watu wanafanya nazo vitu zenye wanafanya nazo, unaona, instead of akai chini aone sasa si campaign for presidency, mimi ni president, so nafaa kudeliver, so achukue watu competent, unaona. Mbona uchukue Murkomen umpatie CS wa security, anajua nini kuhusu huko? Duale pia mbona uchukue Duale afanye health, why? Unaona. I think it's high time pia before patie mtu ministry kama ya health, inafaa ufanye background check, uone huyu msee alifanya nini kwa ministry ya health, amekuwa akiparticipate at least ndio mweke hapo. That's it, but to avoid hizi masira, that's not what they do. So okay, tuko na Matiang'i, tuko na Sifuna, tuko na Rigiji. Do you think wakipull together wataweza kumtoa Ruto? Anaenda home, hii hata yeye anajua. Anaenda, niko sure sana, hata yeye anajua, na hata si anaponga intelligence, hata yeye anajua. Na in a free, fair, transparent, accountable election of which you wanajua anaenda. So sasa hii kitu watu wanasumbuka ni wakiiba tutafanya nini? Free and fair election. That's why nakwambia, unaona sasa hii in a free, fair, transparent, credible, accountable election, Ruto anajua anaenda home. Because Rawa alikuwa na win kura mapana. Alikuwa na win, yeah. Alikuwa president. Now, unajua problem sasa ni gani? Si ati ni election. Sasa hivi vitu ni ngapi? Mbili. Kura free na fair, Ruto anajua anaenda home. So sasa hii ni yeye on his side anaweza fanya nini back into power. Na watu opposition issue yao ni tunaweza fanya nini ikura isiibiwe, na ikiibiwa tutafanya nini? Hizo tu ndio hesabu zinapigwa, lakini free and fair iliisha kitambo. So unaweza dani Ruto anaweza tumia tuseme police ama wanajeshi ku intimidate people during time ya election. Ndio kujibu tu hivi simple, ndio watu maybe wasitoke, because hiyo inaweza kuwa one of the reasons. Nikitusha hiyo na ikifanyika nikitusha hiyo na ikifanyika time ya Moi ilifanyika na time ya Ruto inafanyika. Thank you. So unadhani nini ita change hapo? Olkalao hapa juzi si ilifanyika? So so hizi vitu zinafanyika, zitafanyika. Sisi ni tutarespondaje tu hizo vitu watafanya. That's the thing. Lazima tuamke mapema, tupige kura. Na tutailinda by the way. Unaona? So guys, wewe ni mtu one term ama wewe ni mtu two term, and una feel aje about 2027 election? Unaweza andika tu hapo chini kwa comment section ili tujue venye unafikiria pia, au sio? Imekuwa ni short and sweet. See you Ryan TV together with Ola. Ola. See you next time. Peace.